walikuwa wanayahangaikia mambo ya kheri kuyafanya, kwa sababu mpaka Mwenyezi Mungu ameipa utukufu miezi hii. Kuna jambo la siri kubwa sana, huwezi kulijua hili mpaka pale macho yako yamefumba, roho imetoka, unaoneshwa yale uliyoyafanya mema, unatamani urudi na urudi tena. Unaoneshwa yale uliyoyafanya mabaya, unatamani urudi uje uyarekebishe. Huwezi. Uliua mtu, uliiba mali ya mtu, ulitembea na mke wa mtu, ulitembea na mume wa mtu, ulitembea nje ya ndoa, hujaoa, hujaolewa, umezini, umefanya vitendo vibaya, ulikuwa mlevi, umefanya mambo mengi, umeharibu mali ya mtu, umekwenda kuvunja mali za mtu, umeiba, unayaona pale, na wallahi hurudi, wallahi hurudi, wallahi hurudi. Umeroga, umemroga mtu. Kwetu Kigoma wanasema wewe umemfanyia urozi, wewe ulikuwa ni msambizi, mwanga, usiku unasambira, unawanga. Kuna watu umewaroga, umewaweka watu ndondocha. Kigoma wanasema kabwitunge. Kuna watu mpaka sasa majumbani mwao wana makabwitunge, wamewatoa makaburini, wamewapoteza fahamu na kuziba pumzi kwa njia ya teknolojia ya kichawi, lakini anabakia kuwa naye, anamfanyia kazi dukani kwake, anamfanyia kazi kwenye magari yake, anamfanyia kazi kwenye mango yake, anamtumia kama anaiba mali madukani. Chuma ulete. Hii ni siku ya Kiyama. Kabla siku ya Kiyama, kaburini umeroga. Na wallahi nikuambieni ndugu zangu katika imani, miji mingi sana imekosa baraka na wamekuwa maskini, wanaishi maisha mabaya sababu ya uchawi. Uchawi unaondoa baraka, uchawi unaondoa baraka, uchawi unahamisha watu mpaka anatafutwa mganga kuja kukuchapa wewe, kamchape. Enyi wachawi mtakufa, nyinyi wasambizi mtakufa, warozi acheni, nyinyi wakabaji, waiba simu za watu. Unakwenda kuanga usiku kwenye nyumba ya mtu, hajui, unamkata kucha. Mtu anaamka amechanjwa chale mgongoni. My friend, one day utakwenda kaburini wewe. Unakwenda kaburini, wakati wa mazishi unakuta kuna vitambaa vyekundu, vitambaa vya kijani, vifuu vya nazi, vichwa vya kuku. Wanadamu wenzangu, wanadamu wenzangu, wanadamu wenzangu, nyinyi acheni wanga, acheni urozi. Mtakufa, mtakufa, na utakufa kifo kibaya, na utakuwa na maradhi huponi. Uchawi unaleta umaskini, unaondoa baraka. Angalia miji yote ambayo ina uchawi, mpaka watoto wadogo ni wachawi, maskini sana 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 sana. Allah, wewe ni shahidi, nimefikisha ujumbe, nimeshasema. Kama utachukia kwamba huyu kwa nini anajidai wewe ni mchawi, unataka kuniroga, niroge, lakini na wewe one day tutakutana pale. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha, ardhi itasema ya Rabbi, huyu alisambila usiku kwenye kaburi hapa, huyu ndio aliyemroga fulani. Unachomoa vipi mbele ya Mungu? Unachomoa vipi? Unamroga mtu, unamharibia mtu biashara yake,
Watu wa chuma ulete mmejezana mitaani, na chuma ulete wote ni maskini. Chuma ulete, yani huyu mfanya biashara wewe chuma, lakini analeta. Utakwenda wapi? Allah, nimefikisha ujumbe. Ardhi itasema huyu ndio aliyemroga fulani. Mwingine anaapa wallahi wa billahi, mimi sio mchawi. Wewe ipo siku utaumbuka. Sasa huu ni mwezi wa Muharram. Hebu tujaribu kujirekebisha, tufanye mambo mema. Na mmemsikia huyu kiongozi mmoja, pamoja na kuwa bado kijana mdogo sana, anatuambia tunahitaji uangalie msikiti. Waislamu wenzangu, sadaka mlizozitoa katika msikiti huu wa Taqwa, angalieni mabadiliko. Mimi ni khatibu katika msikiti huu, sivyo msikiti ulivyokuwa, ni sababu ya sadaka zenu. Toweni sadaka, fanya chochote unachojua. Sadaka, mazulia ya misikiti, viti vya misikiti. Kuna watu sasa ni wabovu maskini afya zao, sehemu za kusalia, sehemu za kutawadhia. Angalia feni, weka AC itawashwa wakati wa swala, baada ya swala inazimwa. Yani mtu anasali hali ya kuwa nafsi imetulia, lakini umetoa mali yako wewe, unalikuta kaburi lako. Yani ni zuri sana, tangu roho inatoka unawaambia wale malaika, nipelekeni haraka, kwa sababu ushaona mji unavyokusubiri.